hawamwiti mama mboga. Wanasema mchungaji tuletee mboga. Umeelewa? Kuna hatua ametoka kwenda hatua. Lakini unapoanza kuitwa muuza matikiti usikasirike kwa sababu hata wenzako waleta mama mboga leo hawaiti tena. Sio mnaelewa vizuri hapo? Sijui kama mnaelewa vizuri hapo. Hata kama wakikuita kwa jina la dharau, litokee kwa sababu hiyo ndio dharau itakupuzu kwenda mbele. Haitakuacha. Na mimi ninashukuru kwa sababu nilipenda hilo jibu. Usingelitaja hapo. Sema amina. Amen. Asingetaja hali maarufu. Unajua hali maarufu wewe? Mama hali maarufu muuza matikiti. Maana pamoja na kwamba wewe muuza matikiti, yeye haoni shida na kazi yake. Ipende kazi yako, sema amina. Kwa sababu ni kazi ya halali inayokupa kipato. Sema amina. Wengine wanaogopa hata kufanya biashara kutembeza, anajiona kama star, superstar. Lakini superstar gani wakati vumbi kijikuna? Kafanya kazi. Si unaenda utomu. Usiogope kufanya biashara ya kuuza kitu halali, tembeza, piga kelele. Unaona mjini kule watu wanapita matembele, wamekundi na visauti vya kuuzia. Halafu unaona tena nasema nikauze matembele mimi. Mbona yeye haivi sana? Unaona haina. Mungu akusaidie. Sema amina. Sema amina. Tunataka mtu aanze kuona aibu kutokuwa na hela. Una hela ndio unaona aibu, sio kuuza matembele. Ndio kuuza matembele umepata shilingi ngapi? 1000 umeweka mfukoni, si afadhali kuchukua. Unafikiri kuna jambo la 1000 umesha tatua. Halafu unaona aibu wetu. Nasema unajua kulima bustani wacha nikalima, lakini kuuza sasa. Kuuza wewe uza, sema amina. Na mboga hawatakuja watu kununulia nyumbani kwako, lakini utembeze. Amina. Sasa unapotembeza kubali kuitwa kwa majina yote, lakini ni hatua ya kwenda mbele. Sema amina. Hamna waliofanikiwa wakatoka tu mara moja kukuku wakaenda. Ukiona mafanikio ya aina hiyo na kuanguka kwake ni mara moja. Unaelewa vizuri? Amen. Wewe unatoka tu aeleweke tu amekuwa na mali juu. Mali zinaanza chini kwenda juu. Lakini ukiona zimeanza juu na kudondoka kushuka chini mara moja, wala usimuogope na wala usitetemeke juu yako. Mimi natamani nikuone ni mtu mwenye kupambana, kukabiliana na mambo na changamoto, na Mungu akupe neema ya kufanikiwa. Amen. Si unakaa kwa mashaka tu. Pambana, wanaoshangaa watu wa dunia, vijana wa dunia. Wewe piga moyo. Mimi na kijana wangu pale anaitwa Jackson. Yule bwana yule mimi nampenda kuliko nafikiri. Mimi bwana anasema wewe mtoto. Kama na mimi ningekuwa nilishakuwa tajiri muda mrefu sana. Yule jamaa amelima mihogo, amefanya nini? Akichimba mihogo yake ameweka kwenye liroba begani, kisu mkononi, mihogo begani. Anapita na gawa mihogo mitaani. Nauza mihogo mitamu sana, mizuri na nini? Onja kidogo, anakata kidogo taki, oja lete shilingi 1000. Nipeleke nyumbani. Lete wanamfahamu. Na juzi hapa nimefika kwa faida sasa. Bwana yule kijana wako anatafutia mali sana. Yana mapambano. Sasa ukimwona nauza ile mihogo usifikiri ndio amechoka. Ungelikuwa wewe alipo na kazi zake zile usingeuza mihogo. Huko bwana japo. Tuseme kweli sio kweli. Aliuza mihogo ile. Angepita mitaani kuuza mihogo ajizalishe. Kama unavyofanya kwa sababu ndio kiatu kipya tu unajifanya kutembea. Baada ya kiatu kipya kimoja cha shilingi 25,000. Unalinda na kiatu mwenzako analinda na mali. Haleluya. Wanalinda na mali. Yule kijana mwenzako yani ana kazi nyingi anazofanya. Hapa japo ukiona miti Israeli iko kama miti. Amekuja kutulia yeye pia. Amekuja na ipruni sasa ameweka vizuri hapo. Ametoa lakini akienda kwenye eka ya mtu akifanya ana mahela yake malaki kadhaa mchukua. Anaenda kubaki madeka ya watu, ana hela. Pale nyumbani ukienda kuna vitabu vimewekwa. Siku moja nimefika pale, parachichi ziko hivi kwenye vitabu, zimetoa na maua huko. Nikamwambia huyu mtu nafanya sasa, huyu mtu mmoja anauza 10,000. Na hivi unaiona 200, kuna askari mshailipia. 10,000 mara 200. Shilingi ngapi?
milioni ngapi? Milioni 2. Lakini akimaliza hapo amebeba miogo. Nauza miogo. Hapo anasema, nauza miogo. Shamba mkubwa. Amina. Amen. Ndio hata mchakalika anasema, anauza miogo. Mbona kwanza anatembeza miogo? Anataka miogo. Nijinga kama sifani. Wewe usifanye kwa maskini tu. Pambana, sema amina. Amen. Pambana, mimi nakufundisha uwe na hasira kwenye kutafuta. Umesikia katibu alichokifundisha? Alichokisema hapa katibu. Anasema tunapotangaza mambo haya maana tufanye kazi. Hatuwezi tukafanya mambo yakaenda kama hatuna kufanya kazi. Hatuna mahubiri ya kusema tuendelee kukaa kanisani tutashuka hela hapa, haipo. Huo ni utapeli na upagani. Mafundisho ya kweli kazi. Sema amina. Amen. Hata kama inauma sema amina. Amen. Kazi. Sitaki kumwona mtu na mikono laini hapa. Mtu anakuja hapa, Bwana asifiwe mchungaji, anashika mkono wa mwanaume kabisa kijana, unateleza. Mimi nataka nione mkono wa mtu unakuwa kama nani? Mkono laini. Alafu unaleta na mchungaji anashika hivi. Mimi ungeona na mkono laini usimete na mcheni. Mwanaume pambana, sema amen. Pambana. Hata mtoto wa kike pambana. Sitegemea nitakukutana kwa mume wangu wapi. Pambana na wewe. Ili uweke mazingira ambayo yatakuletea heshima. Unaelewa vizuri? Amen. Mikono laini kama unakaa dukani, unakaa wapi, tunasema wewe wenzetu kushika lile jamali nalo kuteleza na mikono mikubwa wenzetu ndio. Hiyo leo umeondoka. Una mikono laini kuliko ya mchungaji. Inawezekana? Safadhali na mimi mikono laini, lakini hata ya kwangu tu inakuwa kwa laini. Alafu unakuja unajipendekeza na mikono chako kwangu. Nikishika laini bwana. Taka mikono mikubwa, sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Tunataka kanisa lenye nguvu, sema amina. Amen. Na nguvu ili iwe na nguvu lazima iwe na nguvu ya uchumi. Amen. Haleluya. Likikosa nguvu ya uchumi kanisa hilo ni dhaifu goi. Baada tukisema tunataka kupata 200,000 hapa, tunafanya maandamano ya wiki 3. Lakini hatutaki hivyo. 200,000 zitoke tuko watu watatu zimeshajaa.